Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyo awe peke yake, tamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone awataje kila kiumbe hai jina aliloliita. Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina. Nikienda mstari wa 21, macho yameshaanza kuzeeka. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akamtoa ubavu wake mmoja, akafanya nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa Adamu Bwana Mungu akamfanyizia mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mara nyingi ninaposikia kwamba naenda kuzungumza na wanawake, huwa natiwa nguvu sana. Amina. Sisi wanawake tunatakiwa kupendana sana, kwa sababu changamoto zetu huwa zinafanana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Changamoto za wanawake zinafanya nini? Zinafanana. Sasa wakati nasoma kitabu cha Wakorinto, Mtume Paulo alisema mwanamke na anyamaze katika kanisa. Si mmeshawahi kusikia hiyo? Mmewahi kulisikia hilo neno? Mmewahi kulisikia? Au sio wasomaji wa Biblia? Katibu, umeshawahi kulisikia mwanamke anyamaze katika kanisa? Kwa hiyo mimi hilo neno lilinichanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nafanya kazi zangu za kijamii, nilikutana na changamoto moja. Hiyo changamoto ilinisababisha niende nikatafute maandiko kwa bidii. Wakati nafanya counseling, kuna huduma moja, mabinti nilokuwa nawafanyia counseling, wale watoto ambao wako Likabale, huyo mtumishi wa Mungu alikuwa anawatakasa kwa kuwafanyia ngono. Nitasema tu hivyo, amina, kwa sababu mimi ni mshauri nasaha. Na wale wamama wanaotafuta watoto, mimi binafsi nilichanganyikiwa. Amina. Mnanielewa wanawake wenzangu? Nikasema inakuwaje mtumishi wa Mungu anafanya kitendo kama hiki? Na wakati huo nilikuwa mwanaharakati. Nilikwenda pale St. Mark mara 2. Naona fadha ajui. Wakati huo fadha Kameja hajawa vika. Nikamwambia mimi nataka kuja kusoma hapa. Akaniambia Epinesi, achana na haya mambo. Wewe unalipwa dola. Unafanya kazi zako kwenye miradi, achana na sisi. Amina. Nikarudi tena mara 2, roho yangu imebeba mzigo mzito. Amina. Nasema kwa nini sisi wanawake tufanyiwe hivyo? Amina. Nikarudi tena, akanifukuza. Nilikwenda Wizara ya Mambo ya Ndani. Nilikuwa nataka kulifunga lile kanisa. Amina. Kwa sababu niliona wanatenda isivyo sawa. Mimi ninachojua kuna sehemu 2 tu za kufurahi. Kanisani, nyumbani mwa Bwana ufurahi, na nyumbani kwako. Haleluya. Kwa hiyo nilivyokuwa nimekosa sasa nafasi, nikamfuata mtumishi wa Mungu. Kipindi alikuwa bado hajawa padri, baba Mkomwa, Steven Mkomwa. Alikuwa ni babangu wa kiroho wakati nafanya huduma pale kwa mzee Salu nyumba kwa nyumba. Nikamfuata nikamuelezea, akaniambia, mama, kama Mungu atakupa nafasi, wafundishe wanawake walijue neno la Mungu. Amina. Haleluya. Bado sijaenda kusoma masomo yangu ya theolojia. Haleluya. Lakini nilikuwa nazunguka kushoto na kulia nikifundisha wanawake ili tujitambue, ili tujifahamu vema, ili tusaidiane, ili tushikamane. Amina. Maana Mungu amesema tutakwenda mbinguni na watoto wetu na waume zetu. Amina. Sasa mwanamke asipojitambua yeye ni nani, ni shida kubwa. Katika kitabu cha Mithali sura 31 mstari wa 30, upendeleo udanganya, uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakaye sifiwa. Mwanamke amchaye Bwana ndiye atakaye sifiwa. Sio kushinda madhabahuni.
Amina. Mimi nimeokoka nikiwa na miaka 17, bado binti mdogo. Nilikuwa naimba kwaya kanisani, tena ni solo. Hata Charles alinikuta madhabahu. Nimshangilie Bwana kwa makofi kama unanielewa. Amina. Mwanamke mwenzangu, mwanamke amchaye Bwana ndiye atakaye sifiwa. Sio shepu yako, sio TV chogo ulio jaliwa nayo. Amina. Sio flat screen, sio mguu wa bia, sio lipustiki, sio wanja. Mwanamke amchaye Bwana ndiye atakaye sifiwa. Haijalishi kola yangu, haijalishi lipustiki yangu, haijalishi vyeo vyangu, mwanamke amchaye Bwana ndiye atakaye sifiwa. Yaani mimi, ngoja niwaambieni wa baba, ngoja niwaambie wanaume, sisi wanawake tunawapenda sana. Yaani mtu umeacha nyumbani kwenu mali, umeacha kitanda, kuna wengine waliruka na ukuta, kuna wengine walidanganya. Yaani mimi nikamfuata Charles. Yaani mimi nikashangaa, nasema wanawake tuna ujasiri. Yaani kutoka Dar es Salaam kanipeleka mpaka Shinyanga, kanipeleka mpaka Mwanza. Unajua wanawake tuna ujasiri alo. Tupigeni makofi basi. Lakini ashukuriwe huyu Mungu katika kitabu cha Mwanzo anachosema kwamba Adamu alipolala usingizi alifanyiwa msaidizi. Amina. Kumbe mwanamke, wewe ni msaidizi. Badala ya Mungu kushuka mzima mzima, akaweka nguvu ya usaidizi ndani ya mwanamke. Sio kuleta machozi kwa mwanamme, sio kuleta machozi kwenye kazi, sio kuleta machozi kwa watoto. Wewe ndani yako kuna nguvu ya msaada. Tena nikatafuta ile neno msaada. Kila siku tunaimba Ebeneza, Ebeneza. Hata sasa Bwana amenisaidia. Ina maana wewe mwanamke, hata sasa Mungu amefanya nini? Ameleta msaada. Na Kiebrania neno msaada ni ezel. Mwanamke, wewe ni ezel, nguvu ya msaada. Haleluya. Sasa kwa nini Paulo alisema mwanamke anyamaze ndani ya kanisa? Wanawake wa kipindi cha nyuma walikuwa sio wasomi. Hata mafundisho yao walikuwa wakikaa kwenye masinagogi, hawakai kama hivi. Wanawake walikuwa wanakaa nje, wanaume wanakaa ndani. Amina. 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 Kwa hiyo wanaume walikuwa wanafundishwa na rabi. Rabi akiwafundisha wanawake hawasikii. Kwa hiyo kumbe wanawake tuliambiwa tunyamaze kwa sababu ya kamdomo. Sema kamdomo. Sema kamdomo. Mimi kamdomo changu namalizia madhabahuni, mshangilie Bwana. Anamuuliza baba nani kule wanasema nini? Baba nani hujanipa sadaka? Baba nini watoto? Paulo akasema na wanyamaze ndani ya kanisa kwa sababu ya kamdomo. Lakini pia walikuwa hawana elimu. Amina. Ashukuriwe Mungu, sasa hivi wanawake tunafanya mambo mbalimbali. Ngoja niwaambie wanawake wenzangu, mimi ni shingo, mume wangu ni kichwa. Niende mbele nirudi nyuma. Mimi siamini katika 50 kwa 50. Hebu mwanamke simama. Mwanamke simama juu juu, chap kwa haraka. Hebu shika hapa. Afu geuka nyuma, sema mashallah. Haleluya. Naomba ukae chini. Mwanamke tumeumbwa tofauti. Wababa wana sauti unajua, lakini wamama tuna sauti. Amina. Wababa wana ngozi ngumu ngumu, lakini wanawake tuna ngozi nyororo. Sema nyororo. Alafu tuna chakula cha kuwalisha watoto wadogo na watoto wakubwa. Haleluya. Yaani Mungu ananishangaza. Ndani ya mwanamke ameweka nguvu ya msaada. Ndio maana mtoto mchanga laini unaweza ukambeba ukampakata mpaka akakua. Amina. Ndani yako wewe ni nguvu ya msaada. Haleluya. Haleluya. Wakati namwangalia huyu mwanamke naendelea kumchambua. Amina. Barikiwa baba, barikiwa mno. Haleluya. Yaani mwanamke jinsi ambavyo Mungu amemuumba alete msaada ya kuutuliza hata kichwa cha baba. Lakini wanawake wengi kwa kimdomo eti tunatabiri wenyewe. Huyu mwanamume ni mbwa. Mimi mume wangu sio mbwa, ni bonge la Bwana. Kama wewe unamtabiria mume wako hivyo, shauri yako. Maana Mungu alisema kinywa chetu na kijae munyu. Tubariki, tutabirie, tutabiri.
Haleluya. Na Mungu wangu kwenye Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo anataka machozi ya wanawake, sio machozi ya wanaume. Sasa unakazana kulia, yani huyu baba nani, yani huyu baba nani, yani badala ya kuomba wewe unafua nguo zake. Baba, katika jina la Yesu, huyu mume wangu uliyenipa ninambariki. Mungu asione wanawake wengine, ni mimi peke yangu. Haleluya. Ngoja niwaambie siri, kama aliwaambieni Father, mimi nimeingia madanguro yote, uwanja wa Fisi nimeenda, Kimboka, Sewa, unidanganyi wale makahaba bwana, ile ni kazi. Amina. Nimefurahi sana mlivyovaa nguo nyeupe, I like it. Yani mmependeza. Unajua kanisani vunja kabati. Barikiwa mtu wa Mungu. Yani ukija nyumbani mwa Bwana vunja kabati, yani pendeza. Shinyanga mimi ananiambia mchungaji wa mwendo kasi, yani lazima ni lukuluku. Alo, haleluya. Mungu wetu ni mtakatifu, Mungu wetu ni mzuri. Mambo ya kuja na dera linanuka shombo madhabahuni mwa Bwana ushindwe. Mkienda kwenye harusi mnavunja kabati. Kanisani mtu na marapa parata, yani uishie kule kule. Mungu wangu mimi ni mtakatifu. Alo, amina, amina. Sijamchambua mwanamke ni nani, nimesema mwanamke wewe ni Ezel, nguvu ya msaada. Nikiangalia watu wanaotoa msaada, kwa mfano moto unawaka, wanavaa mavazi rasmi, amina, wanaingia kwenye moto, wanaenda kuokoa vilivyomo, na kushangaa mwanamke, mama mkwe ananisumbua, wifi ananisumbua. Ujitambui, wewe ni nguvu ya msaada. Mwanamke wa Mithali 31 anasema anaamka kabla hujaisha usiku. Lakini wewe dada, Junior muamshe, dada nguo za baba, dada chai. Uwi. Tito anasema hivi, enyi wanawake wazee, watieni akili mabinti zenu. Watieni akili, watieni akili. Mabinti zetu hawajui kupika chai, wanachemsha. Mimi mwenzenu najua kupika kwenye kuni, najua kupika kwenye mkaa, najua kupika kwenye gesi, najua kupika kwenye umeme. Huyu mama Kanoni, huyu mama ni mchungaji, naomba usimame Jessica. Huyu ni rafiki yangu. Ameshaye kuja nyumbani kwangu Mwanza, ameshaye kuja nyumbani kwangu Tabata, na kaaga matako mawili napika. Nampikia Charles. Kwa sababu hii kola inisababishi mimi kutokuwa mwanamke. Mabinti zetu wanachemsha chai badala ya wanapika chai mbichi. Mimi ni mgoni. Amina. Viungo natoaga Zanzibar, viungo natoa Morogoro. Chai shulti inukie. Haleluya. Amina, usengu ile. Haleluya. Makaba wenzenu wanapika. Amina, wanajiremba, wanajipodoa. Amina. Mimi si mmeniona nimepaka wanja. Kamwangalieni Esther. Nikamtafiti Esther. Miezi 12, miezi 6 ya kuweka ngozi yake iwe vizuri vizuri, ya kuweza kutembea. Sio unatembea tu. Ukija madhabahuni, hata kama Mungu amekujalia TV chogo, tembea kwa adabu. Tembea kwa adabu. Tembea kwa adabu. Amina. Wakati mwingine mnasababisha unasababisho. Amina. Adamu akasema huyu ni mifupa katika mifupa yangu. Amina. Kumbe mwanamke ni mfupa. Nilivyokuwa na uchunguza mfupa, ukiweka takataka ukichoma, mfupa ule haui majivu. Kwa hiyo mwanamke mwenzangu, wewe ni mfupa. Hautaogopa kelele za wifi, hautaogopa kelele za mashemeji. Wewe ni mfupa. Mume wako awe analewa, awe na tabia mbaya, wewe ni mfupa. Hakusumbui. Amina, barikiwa mama. Haleluya. Tunataka tujieleze, tujitambue sisi wanawake ni kina nani. Mwanamke akiwa msaada, anaenda hata kwenye shimo la choo, anatoa kile kitu. Amina. Amejivika silaha. Tena nasema wanawake ni jeshi kubwa. Unajielewa? Kiebrania jeshi wamesema tizava. Yaani ni kikundi cha watu wanajiandaa kwenda vitani. Wewe mwanamke, nimeolewa, afu tako moja umekata, tako moja unataka kukimbia. Unaenda wapi? Mimi nilivyoolewa nilikuwa modo chembamba, navaa high heels kule. Amina.
Kakangu anakumbuka nilikuwa nafanya kazi benki na kisuruali changu mwenyewe na koti, yani ni mdada wa maana. Haleluya. Sasa saizi tumbo kama pakacha, naenda wapi? Haleluya. Mwambie mwanamke mwenzako unaenda wapi? Hebu tulia na Bwana hapa. Sema furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Yaani wakina baba atoki mtu hapa. Tuko sambamba na nyinyi mpaka mbinguni, mshangilie Bwana. Wanaume ni baba zetu, tunawapenda sana. Yaani tunawapenda mno. Kwanza mmetupa majina. Yaani mmetunenepesha, wengine tulikuwa modo, sasa hivi tuna nyama nyama. Haleluya. Haleluya. Amina. Mahubiri yamekolea naona. Amina. Mwanamke ni mfupa, kwa hiyo hutasumbuka na chochote. Hata kama watoto wana tabia mbaya, wewe ni mfupa. Amina. Nikiangalia katika kitabu cha Waamuzi, tunakutana na mwanamke wa moto. Mwanamke huyu anaitwa Debora. Unajua maana ya jina Debora? Maana ya jina Debora ni nyuki. Amina. Nyuki si anatoa asali? Ngoja niwaibie siri kina baba. Yaani sisi wanawake tuna asali ya roho, lakini ukitukorofisha ni nyuki. Amina. Nyuki. Siku mama amenuna jikoni, kuku haingii, paka haingii. Haleluya. Eti mwanamke ukinuna mambo yanakuaje? Hayo watoto wasisikie, sio semina ndoa. Wanawake marufuku kununa. Mlioolewa punga mkono. Yaani umwambie mwenzako na umjulishe, mwambie hivi, mchungaji yepi ametuambia ni marufuku kununa. Ukinuna akili zinanuna. Amina. Na moyo unanuna. Amina. Na lile ua Mungu alilokupa linanuna. Semeni ukweli, ukiwa umenuna geti waga linafunguka? Halifunguki. Ni ukweli. Mimi nimefanya kazi hospitali, I know, najua ukikasirika geti linafunguka. Marufuku kununa kuanzia leo. Mungu anatusamehe kwa ajili yake, na sisi hatununi kwa ajili yenu. Haleluya. Ndoa oye. Sema tu akina mama leo tunapeana zawadi, ukatoa zawadi na nyumbani. Haleluya. Katika kumtafiti huyu Debora, wamesema alikuwa ni mama ya walio wengi na sikuona mtoto wake. Haijalishi una mtoto au una mtoto, wewe ni mwanamke wa moto kama Debora. Wanaume alishindwa, mwanamke akasema mimi nakwenda. Ndio maana tuna ujasiri, hata tukiingia leba, haijalishi uchungu tulionao, tunahakikisha mpaka tunatoa mtoto. Amina. Wewe mwanamke ni mwanamke wa moto. Usijidharau, usijichukulie poa. Haleluya. Huyu mwanamke wa Mithali 31 wanasema hivi, yani ana merikebu za biashara. Haleluya. Yani kuna makontena yanamsubiri. Mwanamke mwenzangu, unaweza ukawa na makontena ya vitumbua, unaweza ukawa na makontena ya mamalishe, unaweza ukawa na makontena ya karanga, unaweza ukawa una makontena. Usiseme tu mimi biashara mpaka nipate mtaji, unajichelewesha. Amina. Wenzako wanaambia hivi, toa zaka, utoi. Haya, toa mchango wa umaki, utoi. Tunamtegemeza mtumishi, utoi. Wasengeli wanasema mbona usomeki wewe? Upendo Nkone anasema eleweka. Mchungaji wako ni nani? Eleweka. Wewe ni mwanaumaki, eleweka. Ueleweki. Yaani nyumbani kwa sababu baba kaacha 3000, unasema na atakoma, atakuja kula dagaa zake, ujielewi. Hivi kama mwanamke una shekeli, usinunuaje kuku? Afi yule baba akija, yani mchemsho tu unaanza kumpatia. Kana Jessica naongea uongo? Yule yani yule mume wangu anazengeaga jikoni. Yani kaba mambo hayajawa mezani nishampakulia cha mpakuo cha pale cha kuonja. Haleluya. Wanawake wenzangu, acheni uchoyo. Vigwasu. Yani toka mmeoana amjaye kumnunulia baba t-shirt, hujaye kumnunulia nanilia. Yani wewe usomeki. Yani wewe ni kigwasu, mkono wa jagi hautoki. Bwana akukemee leo, anza kuwa mtoaji.
Mama mkwe akija pande la waksi, wifi akija gauni la mshono, alafu unawapikia ubabu la mwidebe, anakula na juisi ile inayotoka majasho majasho, analala fu. Yaani kale kamdomo cha kusema huyu mama nani hamna. Mwache binti yangu, mwache mkamwana, mwache we baba nani. Haleluya! Yaani hapa tunapeana mbinu za vita. Haleluya! Yaani ukisimama getini umesimama. Amina. Mithali 14 inasema hivi, mwanamke, Mungu ameumba jambo jipya duniani. Amina. Mwanamke atamlinda nani? Yaani wewe unalinda watoto wako, utalinda mifugo, utalinda kazi ya mumeo, utalinda wajukuu, utalinda kila kitu. Sasa wewe ukianza kunena maneno mabaya unalinda? Wanawake wenzangu, hamna kutoka lindoni. Yaani pale getini ya kutoi mtu. Wewe ni mlinzi, mwanamke ni mlinzi. Nimesema mwanamke ni ezel, nguvu ya msaada. Mwanamke ni mfupa. Amina. Lakini mwanamke ni mlinzi. Nimechoka. Yaani watoto wananisumbua. Huyu baba baili. Huyu baba, ujielewi, wewe ni mlinzi. Hiyo maneno yangu Mungu ndo amekupa hiyo taski. Amina. Si ndo Biblia imeandika, kwani natoa maneno yangu mdomoni? Haleluya. Lakini kwenye Mithali 14 mstari wa 4 wanasema mwanamke ni mjenzi. Haleluya. Mwanamke mpumbavu si anaibomoa nyumba yake. Kumbe mwanamke wewe ni mjenzi, yani wewe ni mkandarasi. Yani wewe ni engineer. Engineer son. Amena. Sasa kama mwanamke ni mjenzi, mimi nilichokiona, wakandarasi kama hawajafanya kitu chochote, waga wanaweka mabati kama jengo alijawa, si ndio hivyo? Alafu ndo wanachora ramani na mambo mengine yanaendelea huko mbele, si ndio hivyo? Lakini wanawake wa leo na mabinti zetu, akipata tu mimba, photoshoot kitumbo chake tumbu, anaanza kukianika kwenye mitandao. Kwa nini shetani asianze kumvuruga huyo mtoto wako toka tumboni? Mnanielewa? Inaingia hiyo. Mwambie jirani yako ni dozi hiyo. Kwa sababu mnaanza kutuharibia watoto kabla. Wanawake wazee, waatieni akili mabinti. Na mabinti wa siku hizi hawana adabu. Mabinti mpo? Yaani mpaka anawaogopa, hamna adabu. Yaani binti unaweza ukamuonya, anakuzungushia mdomo mpaka anakuzungushia tena mdomo. Bwana awakemee. Wanaume hawa sasa hivi na wenyewe wanataka shekeli. Kwa taarifa yenu, kama unataka kuolewa, jiandae kuwa mke. Amina. Jiandae kuwa mke. Kwa sababu mimi kabla ya kuwa mchungaji kupewa kola nilienda shuleni. Sasa nyumbani ufagii uwanja, uoshi vyombo, upigi deki, alafu nasema nataka niwe mke wa mtu. Wapi? Utasugua goti we mpaka ukome. Na ukija mchungaji niombee, sikuombei kwa sababu hujajiandaa kuwa mke. Kama unataka kuwa mke, jiandae. Na maandalizi ni nyumbani. Kitchen party ya siku moja haiwezi katosha mabinti zetu. Ndio maana Esther alifundishwa mwaka mzima, miezi 6 ya kujiweka vizuri. Mabinti zetu wengine wananuka shombo. Lazima niseme. Tunachukua madada wa kazi tunawaona. Amina. Binti kuanzia asubuhi mpaka jioni hajaoga. Yaani wewe ni mchafu, na uchafu ni dhambi kama dhambi nyingine. Wakaka mpo? Vijana wa kiume mpo? Mpo vijana wa kiume? Yale mambo yenu ya boxer kusimama dede kwa uchafu ushindwe kuanzia leo. Kija nyumbani mwa Bwana lazima mkae sawa sawa. Mungu wetu anataka manukato ya nje mpaka ndani. Ninaeleweka Mungu atusaidie sana wanawake wenzangu. Yaani ninatamani tuombe. Na mwanamke akisema ana mzigo wa kuomba ninamshangaa. Mimi nimekaa kitengo cha magonjwa ngono na ukimwi. Hali ni mbaya. Kwani mashoga wanatokea majumbani mwetu. Lakini Mungu ametuambia sisi wanawake ndio walimu. Tunafundisha nini? Kama wewe unajifanya wa.com, hata mimi wa.com vile vile. Lakini mimi nakumbuka wakati wa enzi mama anatulea, tulikuwa tunakula chakula mzungusho. Sema mzungusho. Alafu mboga inawekwa pale katikati. Ukikata tonge kubwa, mama akikukata jicho unapunguza mwenyewe. Ukitangulia kula nyama kabla, ukikatwa jicho unaiachia ile nyama. Uongo. Marijenda mpo? Punga mkono kama unanielewa. Yaani wazazi wetu walitufundisha itifaki nzuri ya kutuandaa kuwa viongozi, ya kutuandaa kuwa wastaarabu, ya kutuandaa kuwa somebody. Amina.
Lakini sasa hivi watoto wanajichotea, we dada, mlishe Junior, mlishe, amepuu. Mtoto wa miaka 3 analipampasi. Hivi tuko wapi? Wanaume mpo? Wababa mpo? Wababa nataka nisikie sauti yenu, mpo? Kwa nini mnatuachia malezi? Kwa nini mnatuachia? Biblia imesemaje? Sisi ni jeshi kubwa, nyinyi ni makamanda wa jeshi kubwa. Kwa sababu mimi nimeona katika vikosi vya jeshi, kikosi cha wanawake hiki hapa, makamanda ni 2 tu hapa. Bahati nzuri mimi nilishacheza chipukizi, nilikuwa section commander. Haleluya! Unidanganyi. Na Biblia yangu kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo, wakati mama yake Esau na Yakobo amepata ujauzito, akamuuliza Mungu, huku kuna nini? Akasema kuna mataifa 2 yanapambana. Amina. Mama akatulia tuli, sio nyi wa photoshoot. Akasubiri wakati wa mbaraka. Si alimdanganya yule baba? Yaani sisi wanawake nikwambieni ni nyuki. Chukulie poa. Baraka ya mtoto huyu, mama akasababisha mtoto huyu akapewa. Uongo. Kwa hiyo baba ndiye anayetoa baraka. Wanawake msidanganye, nimekuzaa tumboni miezi 9. Baba ndiye anayetoa baraka. Kina baba nawakumbusha leo, barikini watoto. Wameitwa kwa majina yenu. Mtoto akipata ujauzito aseme yule mtoto wa Happiness, hakuna. Watasema mtoto wa Chanai yule, mtoto wa Charles yule. Si ndio hivyo? Barikini watoto. Asubuhi kabla hawajaenda shule, hata kama uko busy umerudi usiku, weka mikono kwa watoto wako waombe. Mnaenda kwenye manabii, watoto wanawekewa mapepo. Amina. Eti mtoto akipata ujauzito, mtoto wako huyo nilikuja naye kwako. Mimi si nilikuja mwenyewe. Mmetuachia majukumu ya malezi. Wabarikini watoto kwa ajili ya faida yenu. Watoto wetu tuende nao mbinguni. Haleluya. 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 Mwanamke ni mwenye thamani kama marijani kwenye kitabu cha Ayubu. Yaani mwanamke thamani yako ni kubwa mbele za Mungu. Lakini mwanamke pia ni mtunza watumishi wa Mungu. Luka sura ya 8 mstari wa 13. Mstari wa 1 mpaka wa 3. Mwanamke anatakiwa kufanya huduma kanisani. Amina. Lakini mwanamke huyu lazima uzingatie itifaki. Lazima ufate utaratibu. Wanawake wengine kwa sababu mna pesa, mnadharau waume zenu, baraka hazitakuwa juu yako. Hata kama unanenda kwa lugha unashanda, unapoteza muda. Bora ukae tu nyumbani ukauze vitumbua. Mheshimu mume wako. Amina. Yeye ni kichwa, wewe ni shingo. Haleluya. Kwani hauwezi kustiri aibu ya nyumbani? Unaweza kustiri aibu ya nyumbani kwako. Huyu baba ana hela, wewe chukua ile manoti kamwekee kwenye wallet, piga makofi kama unanielewa. Amina. Umenielewa zaidi? Nipe 5 basi. Amina. Nimesema wanawake wengine vigwasu ndio hao. Baba kwenye wali tunaona kumechoka, wewe jaza manoti mle. Haleluya. Kwani wanasemaga hii nyumba mama nani? Nyumba ya baba fulani. Amina. Si tunawapenda hawa baba? Ngoja niwaambie wa baba wangu wazuri. Si tunawapenda. Hakuna mwanamke anayependa kuwa mjane. Hakuna. Siku zote wanawake tunaonekana wachawi, si ndio hivyo? Kwanza nyinyi mmetuoa umri wenu kidogo mkubwa, si wetu wa chini. Sasa kwa nini tufe pamoja? Haleluya. Kwa mfano mimi Chazi amenizidi miaka 7 jamani. Mimi mama yangu alifariki 2023. Watu wanaojua kanisa Lala alikuwa ametoka kwenye maombi. Kama mliwahi kusikia mama Ndunguru, yeye alitangulia 23. Alikuwa ametoka kwenye maombi ya umaki, tena alikuwa anajiandaa kwa ajili ya tamasha la uimbaji. Amina. Lakini wanawake wengine wanafia guest, shauri zenu. Haleluya. Lakini wa baba, kwenye Biblia yangu inasema ishini na wake zenu kwa akili. Sio kuishi na mke tu, hata mamako mzazi kaa naye. Hata dada wa kazi kaa naye kwa akili. Hata mtoto wako wa kike kaa naye kwa, yaani kiumbe mwanamke kaa naye kwa akili. Amina. Niliona kule Kenya, mtoto baba kagombana na mama, mtoto mamake kamwambia usema baba amekubaka. Kaenda mahakamani, mtoto akasema mimi baba amenibaka. Baba kafungwa miaka 15. Baada ya miaka 5 mtoto akili inakuja anasema mbona baba hakunibaka? Haikujawahi kutokea kitu cha aina hiyo. Akaenda tena kuconfess mahakamani. Yule baba ametolewa. Kaa na mwanamke kwa akili, unanielewa? Kwenye Biblia imesema hivi, yani kuna mambo ya siri hata mwanamke anayelala kwenye kifua chako usiseme. Sasa wewe baba, mama yako kule ana shida.
ya 300,000 na wewe umepata mchongo wako umempa, unakuja tena kwa mke wako, mama kule nimempa 300,000 na wakati mimi nilikuomba hela sabuni umeninyima. Sikununi. Mambo mengine si mnakolomeo, kaba, tulia kimya, kaza koo. Haleluya! Na wakati mwingine jipongezeni. Kuna ubaki hapa. Baba, jitoeni auti wa baba wenyewe peke yenu. Mnaenda kunywa soda yenye majasho na nyama choma. Haleluya! Lakini hakikisheni nyumbani mmeacha kilo 2 za nyama, sio tule dagaa. Kwa sababu sisi ndo tunawaombea. Haleluya! Tunzeni afya zenu. Maana amesema wakae kwa akili. Hivi kwa mfano baba mmoja kuna michepuko 4 yote imekuloga, akili zitakuwepo kweli? Unashangaa mke wako wa maana na watoto, yani nyumba unaisahau, unaondoka. Hivi huyu baba na gari, huyu baba na cheo, akili kumbe hamna. Wachawi wameloga, wamechukua. Amina. Wa baba naomba msimame tuwaombe. Tunawaombea sasa hivi, ndio nishamaliza kuhubiri. Wa baba naomba mje huku mbele. Mwanamke mwenzangu, natamani tuombe. Wanaume wote waje huku mbele, mpaka watoto wetu wa kiume.